ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na heshima ni wewe. Say, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Bwana, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Hey, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Our Father, we thank you for this morning. You are worthy to receive our praises, our worship. Who is like unto you, O King of glory? We thank you. Thank you for this morning. Thank you for this day. It's going to be a fruitful day. Fruitful in your word. We give you glory. Blessed be your name, O God. In Jesus Christ's name. Somebody say amen. Give Jesus a big clap. Thank you. A big clap for Jesus. Amen. It's a wonderful morning. It's another day. God has not finished with us yet. Amen. God has not finished with us yet. This morning, God has prepared something wonderful for us. You know, there are people that have experience. The thing that we are struggling to do, they have done it and make it. And one of them is going to speak to us this morning. I say one of them is going to speak to us this morning. So put your hands together as we welcome our Bishop Matokia, all the way from Singida. A big clap for Jesus. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mweza kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna mweza kama wewe, hakuna mweza kama wewe. Ninasema ndio, ninasema ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema ndio, ninasema
ndio. Baba yangu we, ninasema ndio, ndio Bwana, oh ndio Bwana, ninasema ndio. Naomba tukae. May get seated. Jambo la kwanza, The first thing, napenda nimshukuru Mungu kipekee, I want to thank God ambaye Mungu amekuwa mwema kwetu sisi. because he has been very great unto us. Ndio maana mpaka siku hii ya leo tuko mahali hapa. That's why until today we are here. Kuna watu wengine ambao siku hii ya leo hawako hapa. There are some people who are not here today. Kuna watu wengine ambao hawapo kwenye kongamano hili tangu tuanze. There are people who are not here in this conference. Walikuwa since we wamekusudia started, sana, but they wanted to come. lakini sisi Mungu amekuwa mwema kwetu. But God has been so kind unto us. Ndio maana tuko mahali hapa. That's why we are here. Kwa dakika hii, For this minute, kuna watu wengine wanakula chakula kwa mlija, there are some people are in the hospital. wengine wanapumlia kwa mashine, They are having oxygen. lakini sisi tunapumua kwa jinsi Mungu But alivyotujalia. us, we are breathing normally. Tumetembea kwa miguu yetu, Some have walked with our feet. tunaona kwa macho yetu. And we can see with our eyes. Jambo la pili, The second thing, napenda nimshukuru sana Bishop Olam I want to thank Bishop Olam pamoja na mama and Bishop, Mama Bishop lakini pamoja na timu yake yote. and the whole team. Mungu awabariki sana. May God bless you. Namshukuru Mungu pia I also thank God kwa kuweza kuniunganisha naye. for connecting me with them. Najua sio kila mtu ambaye anaweza kuunganika na mtu, Not everybody can be connected lakini with pia somebody. sio kila mtu ambaye anaweza kusimama kwenye madhabahu And not everybody can be able mpaka to pawe stand na connection kutoka kwa Mungu. in a certain pulpit until Kwa hiyo there is a namshukuru Mungu connection. kwa kuniunganisha. So I thank God for connecting me with you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Vile vile Also, napenda niwashukuru nyinyi nyote ambao mmekuja kwenye kongamano hili I want to thank you, all of you who have come into this conference, kwa mwaka huu, this 2022 na kukutana conference. pia na ujumbe wa kutembelewa na Mungu. And we encounter the message of being Bwana visited Yesu by asifiwe. God. Praise the Lord. Pamoja na kwamba Bishop ameweza kunitaja jina, Of course, Bishop has mentioned my name. lakini napenda nirudie jina langu. I want to repeat to mention my name. Ninaitwa Filemoni Mkumbo Matokia. My name is Philemon Mkumbo Matokia. Nimeokoka. I'm born again. Nina safari ya kwenda mbinguni. I have a journey going to heaven. Namshukuru Mungu aliniokoa mwaka wa 67. I thank God saved me in the Na baada ya kuniokoa, 1967, and after saved me, nikaacha kazi niliyokuwa I naifanya, left everything which I've been nikaamua kwenda na doing, Bwana. and I decided to walk with the Lakini Lord. pamoja na kwenda na Bwana, pamoja na kwenda na Bwana, going with the Lord, nikaamua kumtumikia. I decided to serve him. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ndugu zangu wapendwa, watumishi wa Mungu, My brethren, the servants of God, nataka kusema hivi kwenu. I want to say this. Pamoja na kuokoka kwangu 67, Although I've been born again since 67, sio tiketi yangu ya kwenda mbinguni. it's not my ticket of going to heaven. Tiketi yangu ya kwenda My mbinguni ticket of going to ni heaven kuishi maisha matakatifu, is to live a holy life ni kuendelea kumtumikia Mungu kwa and unyenyekevu continue to serve God with mpaka humbleness nitakapoweza kuondoka hapa duniani. until the day comes I leave this earth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Lakini unaweza ukaniita baba, You can call me Baba. unaweza ukaniita babu, You can call me Grandpa. chochote utakavyoweza. Anyhow you would like to call me. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord.
Ni washukuru tena ambao mmekuja mahali hapa. I thank you again, you who have come here. Unajua sisi wanadamu, We human beings, kuna vitu vikubwa vitatu there are three things ambavyo vinahitaji kupokea kila wakati, which need to receive every time. Kitu cha kwanza ni tumbo letu, The first thing is our stomachs, lakini vile vile moyo and also our hearts na kichwa. and our head. Bwana Yesu Three asifiwe. things. Praise the Lord. Sasa kwa mfano asubuhi hii, For example, this morning, tunategemea baada ya mafundisho yetu haya we expect after these teachings, tutakwenda kupokea chai. we are going to receive breakfast. Ni baadaye mchana tena tunakwenda kupokea kitu. In the afternoon, we are going to eat our lunch. Jioni tena tunapokea In the kitu. evening, we are going to eat dinner. Hilo ni tumbo. That is the stomach. Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mioyo yetu pia Our hearts also inahitaji kupokea kitu kila wakati. need to receive something every time. Na hiki kichwa pia Even our heads kinatakiwa kupokea kitu supposed to receive something kila every wakati. time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nawezekana usinielewe, You may not understand me. lakini nina maana kwamba I have a meaning. wewe ambaye umekuja kwenye kongamano mwaka huu You who have come in this conference this year, na uliyekuja mwaka jana, and you who came last year, unaendelea kupokea kitu. you continue to Unaweka receive kitu kwenye something. kichwa chako. You put something in your Hiki head. kichwa kinatakiwa kiingiziwe kitu kipya kila wakati. This head need to, Moyo unatakiwa uingiziwe kitu kipya kila even your wakati. heart needs something new Na unapopokea every kitu time. kipya, And when you receive something ndipo new, unapokwenda kutumia. that's when you are going to use it. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi wa Mungu wengine There are some servants of God. ambao wanasema, Bwana, mimi nilikwenda kwenye chuo cha Biblia, They say that I have gone to ninayo cheti cha Bible diploma, college. I have a diploma ninayo certificate. degree. I have a degree. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Sawa, Okay. lakini nabaki kutumia ile cheti chake cha diploma. Is continue to use that Hana haja certificate. ya kwenda mahali popote kuongeza kitu kingine kipya. He don't want to go somewhere to Hana add haja ya something kwenda new. kwenye makongamano kama haya. He doesn't need this conference like this Hana one. haja ya kusoma vitabu. He doesn't need to read books. Hawezi kupata kitu kipya. He will never receive something new. Anabaki na kile cha mwaka He will 47. remain with the old things. Kwa hiyo ninawapongeza sana nyinyi ambao mnakuja kwenye makongamano kama haya. So you are the Lakini person. pia ni lazima mimi nijipongeze I also congratulate kuja kwenye myself kongamano kama that hili. I've come into this conference. Na mimi And I kongamano congratulate lolote you. linapokuwepo, And anytime the conference is announced, liwe Kenya, maybe in Kenya liwe Nigeria, or Nigeria liwe Afrika Kusini, or South Africa liwe Canada, or Canada, huwa najitahidi kwenda kufika, I kwa put sababu effort to nakwenda go there kupokea kitu kipya because I know I got to receive something new, ambayo ninaweza kukitumia. which I will be able to use it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kama alivyosema Bishop, Like his bishop said, inawezekana nisiseme kwa muda mrefu, I may not speak for a long time, lakini ninajua kwa yale ambayo Mungu amenipa, but I know for those things which God has nitakayoyasema given to me, mawili matatu which kwako, I'm going to speak unto you. naomba uyapokee, Please receive them. naomba uyatendee kazi, Please work for naomba them. yawe ya baraka kwako, Please ili let it be akakusaidie the blessing unto your katika life and maisha help yako. you in your life. Bishop, siku moja nimeenda nje ya Tanzania, One day, Bishop, I went outside Tanzania. nilipojiintroduce kwamba nimeokoka 67, When I introduced myself that I've been born again since baada ya 67. kumaliza ule mkutano, After we finished the meeting, nilipotoka nje when we go out, nikaona umati mkubwa wa vijana I saw a congregation of young men. wananifuata, They were following me. wakaja wakaketi pamoja na They mimi. came and we sat Baadaye together. wakaanza kuniuliza, They started asking Bishop, the question, Bishop, tunaomba utusaidie, help us. ni kitu gani ambacho kimekufanya
uweze kuendelea kumtumikia Mungu mpaka saizi. To continue to serve God till this morning. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nikawaambia, I told them, ni msaada wa Mungu. It's the help of God. Ni neema ya Mungu. It's the grace of God. Na Mungu kunisaidia kuwa mnyenyekevu. And God to help me to be humble. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the na Lord. mapenzi ya Mungu. And the will of God. Unajua siku moja and one day nilikuwa nafikiri I was thinking kuhusiana na watu ambao about people niliowashuhudia mwenyewe, whom I witnessed unto them. Wakaingia kwenye utumishi. And they became servants. Wakaendelea kumtumikia Mungu. And they continued to serve God. Lakini baadaye but after wakaondoka. They left the ministry. Wakaacha. They left the ministry. Lakini wapo wengine pia but there are also some ambao walikuwa waaminifu. They were faithful. Na walikuwa wakitumika sawa sawa. And they were serving God accordingly. Wakawa wamepita katika uso wa nchi. They were passed through the marafiki zangu wakubwa, my big friends, ambao tulikuwa tukitumika pamoja na wao, whom we were serving God together. Mungu akawa amewaita. God called them. Sasa baadaye nikaanza kujiuliza, and I started asking hivi myself, kwa nini mimi bado naendelea? Ni kwa nini bado nipo? Why I'm still alive? Mungu akaniambia, and God said, bado mraba wako hujamaliza. You have not finished your work. Ndio maana na kuacha uendelee. That's why I'm still keeping you. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu bado mraba wangu unaendelea. So I thank God because I still have something to do. Nitalitangaza neno lake Bwana mpaka nizeke sana sana. Nitalitangaza neno lake Bwana mpaka nizeke sana. Nitalitangaza neno lake Bwana mpaka nizeke sana sana. Nitalitangaza neno lake Bwana mpaka nizeke sana. Niwe mzee, niwe mzee, niwe mzee sana sana. Niwe mzee, niwe mzee, niwe mzee sana sana. Niwe kikongwe, niwe kikongwe, niwe kikongwe sana sana. Niwe kikongwe, niwe kikongwe, niwe kikongwe sana sana. Niwe mzee, niwe mzee, niwe mzee sana. Niwe Hallelujah! 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 I will proclaim the gospel of Jesus until I become very old. That is the Bwana meaning of Yesu asifiwe. Wakati Bishop aliponiambia kwamba ninaweza kusimama kufundisha siku ya leo, when Bishop told me that I will stand today, nikaanza kujiuliza, I started asking myself, hivi Bishop amefikiria nini? What did Bishop think? Wako vijana ambao bado moto, there are many young men who are still bado damu zinafanya kazi, they are still active. Ananipa nafasi ya kufundisha, lakini nikaona ni kwamba ni Mungu amekusudia niweze kusimama mbele yenu, niweze kukisema kile ambayo Mungu anataka. Sasa baadaye nikaanza kumuuliza Mungu, hebu nipe ujumbe ambao nitakaosema na watu hawa, watumishi wa Mungu, wapakwa mafuta wa Mungu, watu waliookolewa, watu ambao wana safari ya kwenda mbinguni. Najua nyinyi nyote mlioko hapa, all of you are here. Mimi siwajui. I don't know you. Inawezekana hata Bishop Olamu hawajui. Maybe even Bishop inawezekana hata watumishi wengine hapa kina Ndegi, maybe even the servants of God, na kina Bishop Mbando hawawajui. Lakini kwa sababu wanapomuuliza Mungu kile cha kuweza kuletwa mbele yenu, Mungu anatoa chakula ambacho kinastahili. Ndio maana mnainuliwa, ndio maana mnabarikiwa, ndio maana mnatiwa nguvu, ndio maana mnatiwa kuwa imara. Sasa nikamwomba Baba, Baba naomba nisaidie, nitasimama mbele za watu wako kama vile Paulo alivyokuwa anasema alipokuwa anasimama mbele za Mungu na mbele za watu,
and before people. Alikuwa anatetemeka. He was trembling. Hata mimi niko mbele za Mungu hapa. And me, I'm in front of God. I'm trembling. Kwa sababu mimi ni nani? Because who nisimame mbele yako. Nisimame mbele ya bishop. Mimi ni nani? Who am I? Lakini nikamwambia Mungu nipatie ujumbe utakaoweza kuwasaidia watu wako. Ili iwe chakula kwao. Ili iwe uzima kwao. Ili iwe nguvu kwao. It can become strength into your life. Sababu Mungu anawajua. Because God knows you. Na Mungu ananijua. And God knows me. Maana alijua kwanza mimi ninahitaji. Because he knew that I need it. Akanipa neno. And he gave me the word. Nikaandika. And I wrote the word. Lakini nikaendelea kusoma tena. And I continued nikapata to read. Ujumbe mwingine tena. And I got another message. Nikaandika. And I wrote it. Baadaye nikaendelea kusoma. And I continued nikapata to read. Ujumbe mwingine. I got another message. Nikasoma. I read nikaweka. And nikapata ujumbe kama 3. I got 3 messages. Sasa baadaye and later nikaanza kumuuliza Mungu. I started asking hivi inawezekanaje? How come jumbe hizi 3 I get 3 nikazisema zote kwa pamoja kwa dakika ambazo nitakazokuwa nazo? Nikamwambia Mungu, nipe ujumbe moja ambao utakuwa ni ujumbe kwa ajili ya watu wako. Ninajua hizi jumbe zote ni nzuri, lakini zinafaa pia kwa watu wako, ila kutokana na muda naomba unipe ujumbe moja. Mungu akanipa. And God gave me the message. Ndio ninaenda kusema na wewe. And which I'm going to speak unto you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wasomaji wa Biblia wazuri, the readers of the Bible, naomba nisomee Samueli wa kwanza, read unto me the first mlango wa 17, chapter 17, 38, verse 38 mpaka 40 and up to 40. Alafu soma 49 and read 49 49 alafu mpaka 50 and we read up to 50. Vile vile soma Efeso 4. We are going also to read it where Ephesians chapter 4 mstari wa 7 and verse 7. So we start with 1 Samuel chapter 17 verse 38. Msomaji ambaye anaweza akasoma haraka asome. Ngoja nikusomee. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika dirii. Amesoma mpaka 40. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alipokuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sijavijaribu. Basi Daudi akavivua. 49 mpaka 50. 49 mpaka 50. Akavichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijicho cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji alokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Soma 49 mpaka 50. Daudi akamtia mkononi mwake, akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingia kipajani, akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Naomba nisomewe Efeso 4 mstari wa 7. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hayo ndio maneno ambayo nataka kusema nanyi. These are words which I want to speak to you. Hapa tunaona habari za kijana Daudi. We have read the story of David. Na Daudi ni kijana ambaye alikuwa kwenye kuchunga. David was a shepherd. Kwa mchungaji. He was a shepherd. Wa kondoo. He was keeping sheep. Sasa habari ambazo tumesomewa kwa mahali pale, the story we have read,
Inahusiana habari za vita. It is a battle story. Ambazo zilikuwa zinamhusu shujaa moja, jitu pande la mtu. It was also involving somebody who was huge. Lilitamba sana kwa ajili ya taifa la watu wa Mungu. This person was a terrible person to the people of God. Na wakati alipokuwa kitamba, and when he was boasting himself, wakati huo mfalme ni Sauli. That time Saul was the king. Na Sauli naye aliogopa. Saul also was afraid. Na lilitamba kwa taifa lote. He was boasting along the nation. Sasa Daudi akaenda kwa mfalme Sauli. David went to the king. Na akawaambia ndugu zake pia. And also he told his kwamba mimi naenda kupigana na huyo Mfilisti. He said, I'm going to fight with the Philistine. Ndugu zake wakamwambia, wewe kijana umechanganyikiwa. The brothers told him, you are confused. Na wakati alipoenda kwa mfalme pia, when he went to the king, akamwambia habari hizo hizo. He told the king the same story. Kwamba mheshimiwa, that mimi nahitaji kwenda kupigana na huyo Mfilisti. My king, I'm going to fight with the Philistine. Mfalme, the king, hakuweza kuamini. Couldn't believe. Bila shaka alimwambia haiwezekani. Maybe he told him that. Lakini akaanza kumpa ushuhuda. But David started to jinsi alivyokuwa akifanya wakati akiwa katika machungani. That how he came across when he with the animals when he is keeping the sheep. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hiyo ni habari ya Daudi. That is the story of David. Kutokea kwenye kuchunga, from keeping sheep, anaenda kupigana na Goliath. And going to the battle with Goliath. Sasa mfalme akaona baada ya kutoa kibali, and when the king agreed, alipotoa kibali, agreed that David should go to the battle ground. Akasema sasa wewe kijana, he said to the young boy, naomba njoo. Wewe kijana, come here young boy. Akamchukua huyo kijana. He told the boy, mwambia unataka kwenda kupigana. You want to go to the battleground. Sasa huwezi kwenda kupigana hivi hivi. You cannot go like this. Akaanza. He started. Kavua. He removed his jacket. Vazi lake. Yani vazi lake. Nguo zake zile za kijeshi. Oh, so the king gave David his armor. Akamvalisha. He put on the armor and baada ya pale, after that, akachukua kofia. He also put an element akamvalisha into his head. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini baadaye, also later, akachukua, he took, hiyo inaitwa dirii. He put something in his chest. Akamvalisha. He put on. Lakini haitoshi kwa sababu wanajeshi kama mnavyowajua. You know, akachukua na viatu vya vile macombat. Akavua. He also put special shoes for akamvalisha. The boots. Hasa Daudi, so David, akaambiwa nenda sasa. He was told to go. Daudi akaanza. He started to walk. To walk. Hey. Akasema hapana. And he said no. Mheshimiwa, hii siwezi. My king, I cannot do Niondolee. this. Please remove these things. Na kunyonga ni. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sasa hebu nikatishe habari hizo, kijana nenda kakae. To cut short the story, sipendi nizungumze sana habari za Daudi. I don't want to speak much about David. Nataka nije kwenye lengo la somo ambalo Mungu alikuwa amenipa.
I want to come into Unajua kila mtu ana mafunuo yake. Everybody has his jinsi Mungu anavyomjalia. How God. Sasa niliposoma habari hizi, when I read this, nikajiuliza, I asked myself, haya mavazi, these things, the coat, nini? What is the meaning Mungu of this? akaniambia, and God told me, vazi ambalo sio la kwako, the garment which is not yours, usilitumie. Don't use it. Usilitumie. Don't use the garment which is not yours. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana akaniambia, and the Lord told me, waambie watu ambao wako kwenye kongamano, tell the people who are in the conference, kwa siku hii ya leo, today, kwamba kipawa ambacho sio cha kwako, the gift which is not usikitumie. yours, don't use it, kwa sababu sio cha kwako, because it's not yours. Hilo ndio vazi. That is the garment. Mwambie jirani yako, tell your neighbor, vazi ambalo sio la kwako, the garment which is not yours, usilitumie. Don't use it. Mwambie vazi ambalo sio la kwako, tell your neighbor, the garment which is not yours, vazi ambalo sio la kwako, don't use usilitumie. it. Don't use usilitumie. it. Don't use it. Hallelujah. Hallelujah. Kipawa ambacho sio cha kwako, the gift which is not mwambie yours, kipawa ambacho sio cha kwako, the gift which is not yours, don't use it. Kipawa ambacho sio cha kwako, the gift which is not yours, don't use it. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ndio ujumbe ambao Mungu alinipa. That is the message which God has na mimi ninahitaji kukuambia kwamba kipawa ambao sio cha kwako, the gift which is not yours, usikitumie. Don't use it. Daudi alishindwa, akasema sijawahi kujaribu. He said, I have not, Daudi akarudi kwenye kipawa chake, kutoka kule kwenye kuchunga, akachukua mkoba wake. Alipochukua mkoba wake, akachukua mawe matano. Jiwe la kwanza akaweka kwenye mkoba, akachukua jiwe la pili akaweka kwenye mkoba, akachukua jiwe la tatu akaweka kwenye mkoba, akachukua jiwe la nne akaweka kwenye mkoba, akachukua jiwe la tano akaweka kwenye mkoba. Mawe matano akaweka kwenye mkoba. Na hayo mawe matano, nyinyi wasomaji wa Biblia, ni zile karama tano: karama ya uinjilisti, karama ya unabii, karama ya mitume, karama ya walimu, karama ya uchungaji. Lakini wakati wa kwenda kupigana na Goliath, hajatumia karama zote, akachomoa karama moja. Alipochomoa karama moja, akamwambia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, naagiza. Goliath poo. Then Goliath went down like that. Hallelujah. 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 Goliath chini. Goliath went down. Nataka kukuambia, I want to tell you, tumia kipawa ulicho nacho. Use the gift you have. Tumesomewa kwenye kitabu cha Waefeso, we read in Ephesians chapter 4 verse 7, kwamba Yesu alipoweza kupaa, that Jesus when he ascended, aliweza kutoa vipawa, he gave grace kwa wanadamu, to human beings. Bwana Yesu asifiwe. He gave gifts. Kwa hiyo mimi ninaamini, so I believe, kwamba kila mtu mahali hapa alipo, everybody who is here, ana kipawa chake. He has his own gift. Unajua, wakati nilipokuwa nafanya kazi ya Mungu, when I was doing this work of wale ambao mmekuwa siku huko, you people of Mungu alimuinua mtumishi wa Mungu hapa Tanzania, God had ambaye alikuwa anaitwa Moses Kolora. Moses Kolora. Moses Kolora, wakati akiwa anahubiri, when he was preaching, alikuwa anamaliziaga na yo. He used to finish with yo. 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 Sasa baada ya hapo watumishi wa Mungu wengine, after him, wakawa wanafanya yo. Servant of God, they started saying yo. Vazi ambao sio la kwako, the garment which is not yours, usilitumie. Don't use it. Kipawa ambacho sio cha kwako, the
gift which is not yours, usikitumie. Don't use it. Angalia kwenye package yako, look into your package ambao Mungu amekuwekea. Which God has put tumia into kwenye you. package Use yako according to kile your package kilicho ndani ya moyo which is inside of your heart. Use it. Na utaona and you will see Mungu atakavyoweza kufanya kazi. God will work with you. Lakini nakwambia, and I want to tell you, wewe ni mtu wa maana sana. You are a precious person. Mungu hajakuita. God has never called Mungu hajakuokoa. God has not called akuache hivi hivi and leave you empty, bila kuwa na kitu chochote. Without anything. Unacho kipawa. You have a gift. Lakini shida, but the mara problem nyingine ni kutokutumia. Is you don't use what God shida, has given you. That is the mara problem. nyingine ni kuogopa kutumia. You are afraid to use what shida, the gift. Mara nyingine kuogopa mifumo ya dini. The problem lakini leo nimekuja kukwambia kipawa ulicho nacho tumia, na kipawa ambacho sio cha kwako achana nao. The gift which is not yours, never use it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa siku hizi tuna watumishi wa Mungu ambao wapo. We have servants of God who are in this. Nimeanza kumsikia Mwakasege. We have listened to Nasema glory to God. Nasema oh glory to God. Kwa hiyo wengi ambao watumishi wa Mungu so many of the servants wanaohubiri kwa siku hizi za leo. When you wanasema glory to God. They say like Mwakasege. Ujui kwa nini hiyo glory to God? Alipatapataje? Tumia kipawa chako. Use your gift ambacho Mungu amekupa, which God has given you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Jamaa moja wakati alipotangaza bango lake na kuweka bango, there are one preacher kubwa sana and put a bango. Sasa akatangaza kwamba walete wagonjwa, and he say bring the sick, bring the blind, na wale waliokufa, and those who are dead. Mungu atawainua. And God will raise them. Mungu atawapa uzima. God will give them life. Sasa wakati alipokuwa anakwenda kwenye crusade, so when he was going to the crusade, anaenda kupanda jukwani. He was climbing the mtu wa kwanza kukutana naye platform. The first part ni maiti ambayo imelazwa pale. They brought a dead person. Akakutana nayo. It was the first alipofika pale assignment. Kabla hajapanda kwenye jukwaa, when akasema wewe maiti, he said, kwa jina la Yesu simama. You dead person. Wakati anatamka hivyo huko anakimbia. He was running. Anakimbia, akigeuka anaona watu wanamkimbilia, anakimbia. And people was running after him. Like me and him. Kumbe maiti baada ya kutamka jina la Yesu, maiti iliinuka. Maiti ilisimama. Sasa yeye aliogopa kwamba asipoinuka watu wataona huyu ni mtu ambaye ni muongo. He was afraid that sasa hawa wanamkimbilia wamwambie mchungaji, mtume, nabii, mchungaji, mwinjilisti. To tell him that you are maiti imesimama. Akiona hivi ana the person was running. Baada alienda alikaa mahali alipokaa, anaangalia huku na kule. Sasa kwa sababu ni mtumishi wao waliendelea kumfuatilia. They continue to follow their servant. Walipomkuta, and when they found the wakamwambia baba, they told the ile person, maiti imeinuka. That dead person is alive. He said, Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo tumia kipawa ambacho kiko ndani yako. So use the gift which is inside of you. Usikidharau. Don't despise. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaenda kuvuka bahari ya Sham, across the bahari ya Sham, wakakutana na bahari. They came across with the sea. Wakaanza kulia. They began to cry. Wakaanza kulia. They began to cry. Wanamlilia Musa. They crying to Moses. Na Musa naye analia kwa Mungu. And Moses was crying unto God. Lakini Mungu akamwambia Musa, God told unalilia nini? Why are you crying? Una nini mkononi mwako? What do you have in your hand? Musa akasema, ninayo fimbo. And Moses said, I have a rod. Fimbo. A rod. Ina maana alidharau. Sasa Mungu akamwambia, tumia hiyo fimbo. Use that stick. Alipotumia kupiga maji, when he used that rod,
the water split. Wakaanza. And they went through. Nimangameni nimetia nanga hata pepo na dhoruba zikivuma, kwake Yesu niko salama salama. Nimangameni nimetia nanga kwake Yesu niko salama. Hallelujah. Kwa hiyo wewe ndugu, kipawa ulichonacho nenda kakitumie. Kama una kipawa cha kuponya, nenda kaweka mkono kwa mgonjwa, mwambie kwa jina la Yesu pokea uzima, anakuwa mzima. Wewe kama karama yako, kipawa chako ni kwa ajili ya kuimba, endelea kuimba sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ila nataka nikuonye pia. I want also to warn you. Nimeona watu wengi sana ambao Mungu ameweka vipawa ndani yao, lakini baada ya muda wanajaa kiburi. Wanasema mimi nisipoombea, they say if I don't pray for people, nobody will be. Mapepo hayatoki. No demon will be out. I am the only person. Yesu asifiwe. Mimi nisipoimba, if I will not sing ile solo, hakuna atakaimba. That solo, nobody can sing like me. Hakuna. Haya majamaa haya yanapiga hizi nani hivi, yaani mpaka mimi natamani nije na mimi sasa ngine anasema mimi nisipopiga keyboard hakuna atakaimba. Some people when they play the keyboard, Yesu asifiwe, they think they are all themselves. Mwaka wa 70, in the year of 70, vijana wakaokoka kama 3-4. There are 4 young men got born again. Unajua wakati huo, in those days, tulikuwa hatuna keyboard. We didn't have a keyboard. Lakini kwenye kanisa hilo ambao lilikuwa ni mwanzo, in that church, kijana mmoja akapata kipawa cha kutengeneza gitaa. One young man got a gift of making a guitar kwa kutumia waya. He used strings to make a guitar na mti and a wood. Akaanza kupiga and he started playing it. Wakati ule tulikuwa na vitu viwili tu. We had only 2 things. Gitaa hiyo ya miti, that wood and a guitar, alafu na keyboard ya chupa and chupa ya Fanta. We use a bottle. We use a bottle and a coin. Hiyo ndio ilikuwa vyombo vyetu wakati huo. Those were our instruments. Sasa huyu kijana, so this young man, baada ya kuwa na kipawa cha kutengeneza gitaa ya mti, when he was able and got a gift of mending na kupiga wooden guitar and be able to play it, baadaye akaota kiburi and he started to boost himself. Tunaingia kanisa tulikuwa tuingii, tunakaa, ilikuwa kwenye miti. Well, when we go to the church, tunamsubiri mpiga keyboard yetu. We sit under the trees and waiting our keyboard. Haonekani. He is not. Anasema nisipopiga mimi hakuna. And he say if yuko nyumbani. He is still at home. Mara nyingine anakuja amechelewa. He come late, always come late. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini baadaye akaacha kabisa. Later baada ya kuacha kabisa, after he left us, Mungu akainua vijana wengine zaidi ya moja. God gave gifts to another. Wakawa na vipawa vya kutengeneza hiyo gitaa. Tena kwa ubora zaidi. And in a better way. Wakawa wanaimba kwa ubora zaidi. They were singing in the better way. Wakawa wanapiga kwa ubora zaidi. And they were playing it in the better way. Kazi ya Mungu ikaendelea. And the work of God continued. Kwa hiyo nakuomba, so I ask usiwe na kiburi. Tumia vazi lako ulilonalo ambao Mungu amekupa. Use your garment which God has given you. Ya kwako. It's not yours. Mungu amekupa. God has given you. Yesu alipopaa, when Jesus ascended, vipawa. He gave gifts. Ametoa kipawa kwako. He gave gifts unto you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name wakina mama,
Nataka kukuambia wewe mama, kama kipawa chako ni cha kuja asubuhi unatengeneza viti, hiyo ni kipawa chako. Tumia. Wewe kijana, kama ni kupiga muziki, piga. Tumia. Ninakuambia leo, kutoka kwenye kupanga viti, kwenye kipawa chako cha kupanga viti, utachomoza, utatoboa, utakwenda ikulu. Muangalie kijana Yusufu, alianzia nyumbani. Kipawa chake kilianzia nyumbani, baadaye kwenye shimo, akatumbukizwa na ndugu zake, baadaye kwa wafanyabiashara, baadaye gerezani, baadaye kwa kipawa chake cha ndoto na kutafasiri ndoto, gifts of dreams and interpreting dreams, akachomoza. Akaenda palace. Akaenda ikulu. Kwa hiyo nataka nikwambie kijana, nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, kipawa chako ambayo Mungu ameweka, tumia, utachomoza, utakwenda ikulu, utakwenda mbali. Simama. Rise into your feet. Lakini pia nataka nikwambie, I want also to tell you, Bwana alifika akatoa talanta 5. Jesus went and gave talanta 2. Talents. Talanta 1. 1 talent. Baada ya kutoa, after he gave talents, yule wa 5, the 5th akafanya vizuri. He did very well. Akazalisha zingine 5. He multiplied it into another 5. Mwingine 2, akafanya vizuri kwa uaminifu. He did it with faith. Akazalisha 2. He multiplied. Lakini yule wa 1, but that one who received 1 talent. Mtu mara nyingi sana, kwa sababu labda ni kuanzia kwa Adamu, ni huyu mwanamke, huyu jamaa, baada ya kukutwa, this person akasema, unajua, he said, najua wewe ni wa hivi na hivi. I know you are like this and that. Niliogopa. I was afraid. Nikachimbia. I hid it in the ground. Nataka kukuambia, I want to tell you, kile kipawa, that gift ulichonacho, which you have, au kile kipawa, that gift ambacho umekipata, which you have got kutokea kwenye makongamano haya, from this conference, nenda katumie. Go and use it. Usiogope. Don't be afraid. Usiogope. Don't be afraid. Usiogope dini yako. Don't be afraid. Usiogope askofu wako. Don't be afraid. Lakini nenda kwa heshima. Go with kama vile Daudi alienda kwa heshima kwa mfalme, akasema, mfalme uishie milele. Mimi nataka niende kupigana na lile jitu, maana nilimuua dubu nikiwa machungani. Alienda kwa heshima. Usiende kumwambia wewe askofu, umepitwa na wakati. Don't go and abuse bishops. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi unaweza kuniona mimi nimepitwa na wakati? Hata. Look at me. Lakini sijapitwa na wakati kwa sababu naingiza vitu vipya kila itwapo. Look at me. I am able and I can do things. Bwana Yesu asifiwe. Nitakapotoka hapa nitakwenda kuingiza mahali vitu vipya. When I go out from here, I will. Kuna wakati nilipokuwa imefika mahali, there are some times, kwenye ile kanisa langu, in my church, nikawaambia wakati huo viongozi wangu, I told my elders, nikawaambia naenda kusoma. I told them I'm going to wakaniambia study. Naenda kusoma wapi? They said, where are you going to study? Nikawaambia naenda kusoma nje ya nchi ya Tanzania. I told them I'm going abroad. Wakasema utakaporudi utakuwa nani? They asked me, nikawaambia nitamtumikia Yesu. Who are you going to become? Kama I told them I'm going to serve God. Walifikiri nikirudi nitachukua vyeo vyao. Lakini niliporudi kutoka huko nilikosoma, nikarudi Tanzania, nikaanza kumtumikia Bwana kwa uaminifu. Kwa uaminifu. Baadaye walipokuwa wanakuja wageni kutoka nje, outside the country, wanaanza kutafuta,
They began to search. Tumuombe Matoki atafasiri. Let us ask Matoki to interpret for us. Kasema huyo ndio Mungu. I said this is God. Nasimama. I stood up. Napiga. I did. Natafasiri. I interpret. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nikaendelea kutumika kwa uaminifu. I continue to serve God kwa uaminifu. Ikafika mahali wakaniambia sasa wewe utakuwa katibu mkuu. They told me you are going to Wakanda. General Secretary wa zone. Of their zone. Kasema huyo ndio Mungu. I said this is God. Walisema nitakuja kufanya nini? They asked me what hiyo wakawa wananipa wenyewe. They were given. Lakini baadaye ikafika mahali wakaniambia sasa wewe utakuwa askofu mkuu. They told me you are going to be our Bwana Yesu asifiwe. Wa Tanzania. Tanzanians. Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nikwambie hivi. I want to tell you this. Kama unajua una kipawa. If you know you have a gift. Ukitoka hapa. When you come out of here, nenda kaendelea kukitumia. Go and continue to use it. Bishop Ola. Mara nyingi sana. Many times our bishop. Watu wamekuwa wasikiaji. People have been here listening. Hawatendi. They don't do. Hawayatendei kazi. They don't put into action yale wanaosikia. They heard. Watu wamekuwa na vipawa. People have been given hawavitumii. They don't use them. Lakini leo but today nimekuambia I've told you vazi ambalo sio la kwako, the garment which is not yours, don't use it. Kipawa ambao sio cha kwako, the gift which is not yours, don't use it. Kipawa ambacho ni cha kwako, the gift which is yours, tumia. Use it. Waimbaji, singers, waimbaji, wakati tunaimba wimbo huu, when we are going to sing this song, napenda nikusihi, I want to ask you, mwambie Mungu, tell God, nipo mahali hapa. I am standing here. Tangu nimeanza kuja kwenye kongamano, since I started coming to this nimepokea kitu kutoka kwako. I have received something from you. Nataka nitumie. I want to use it kwa ajili ya huduma, for the kingdom, kwa ajili ya kanisa, for the church, kwa ajili ya ufalme wako, for the kingdom of God. Mungu ataendelea. God will give you. Nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Wakati tunaimba, endelea kutafakari. When we are singing, continue to meditate. Tafakari kipawa chako. Meditate your gift. Na ili uweze kukitumia, so that you can use it. Kitumia kwa uaminifu. Use it by faithfulness. Hallelujah, nina sababu ya kukuabudu. Usidharau kile kipawa ambacho ulicho nacho. Do not despise the gift which you have. Ni kipawa ambacho kimetoka kwa Mungu. It's the gift from God. Na kitakufanya kwamba uwe mtu wa maana. It will open doors for you. Hallelujah. Kwa utumishi wako. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Come on, say, usifukie kipawa chako. Usifukie kipawa chako. Do not bury your gifts. Tumia kipawa chako. Use your gifts. Utakapotoka hapa, when you come out of nenda katumie kipawa ulicho nacho. Tumia kwa uaminifu. Na Mungu ataendelea kukuinua. Na Mungu atakupandisha zaidi. God will lift you. Na uaminifu wako ni sababu
ya kukuabudu. Mwambie Yesu ukuu wako, ukuu wako, ina mikono yako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Mwambie tena ukuu wako na uaminifu wako Bwana, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Hebu nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Go into prayer. Omba kwa sababu ni wewe ambaye unajua kipawa ulicho nacho. Pray according to your gifts. Au ambao kipawa unachohitaji. If you don't muombe know, Mungu. Ask God to sema na Bwana. you have. Omba. Pray. Omba. Pray. Omba. Pray for your gifts. Mungu akusaidie. That God may uwe mnyenyekevu. To be humble. Utumie kipawa chako kwa unyenyekevu. Hapo ndipo utakapotoboa. That's when you go far. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Inua mkono wako. Lift up your hand. Baba, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Watu wako hawa. These are people. Wa kike na wa kiume. Men and women. Watumishi wako. Your servants, O Lord. Wako mbele zako. They are in front of you. Unajua Mungu Baba. You know. Umeweka vipawa. You know that you gave gifts ndani yao. Into their hearts. Kuanzia kongamano hili. Since we started the conference. Watakapokuwa wamerudi. When they go back. Na tutakapokuwa tumerudi. And when we go back. Tutumie vipawa vyetu. Let us use our kwa utukufu wako. For your glory. Kwa ajili ya kulijenga kanisa lako. So that we can build your kwa ajili ya kuweza kuimarisha mwili wako. So that we can build katika jina la Yesu. The body of Christ. Kila yeyote aliyoko mahali hapa. Anyone who is atakaporudi. When we go back. Atakuwa na mafuta mapya. We have fresh anointing. Atakuwa na kipawa. We have gifts. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Asante Bwana. Thank you Lord. Kwa sababu umetoa. Because you have given vipawa kwa watu wako. Gifts into your men. Tunaamini kwamba watatumia. And we believe that they are going to use them with faithfulness. Watakuwa kama Daudi. They will be like David. Kutoka kwenye kuchunga. From being akawa mfalme. And he became a na hawa leo. And these people. Kutoka kwenye vipawa vya kupanga viti. From the gifts of arranging chairs. Vipawa vya ushemasi. Being deacons. Vipawa vya uchungaji. Being pastors. Watakuwa kwenye vipawa vya viwango vya juu. You will lift them, O Lord. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mungu awabariki. May God bless you. Amen. 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 Shout hallelujah. Sema hallelujah. You may be seated. Unaweza kuketi. The man of God said, Mtumishi wa Mungu amesema, go and use the gift that you have. Nenda katumie karama ambayo unayo. That is very, very important. Hii ni ya muhimu sana. And when he said that, na aliposema hivyo, I saw a picture of what I have at home. Nimeona picha nilichonacho nyumbani. About 5 years ago, miaka 5 iliyopita or 6 au 6, somebody gave me a cutlass, a special cutlass panga. Kuna mtu alinipa panga maalum. It's not an ordinary cutlass. Sio ya kawaida. It's long like a sword. Ni ndefu kama sime lakini ndefu kidogo. It has its house and everything. Ina mfuko wake wa kuvalisha. And I kept it. Nimehifadhi. Before the camp meeting, kabla ya kongamano, we were planning to slaughter.
wakati tunapanga kuchinja, then I remember that cutlass. Nikaikumbuka panga yangu. Then I went where I put it. Nikaenda mahali nilipokuwa nimehifadhi. It's a good cutlass to fight thieves. Ni nzuri kweli kwa ajili ya kupambana na wezi. But you have to know how to use it. Lakini lazima ujue namna ya kuitumia. Because if you don't use it well, you can cut yourself. Kwa sababu usipojua namna ya kutumia unaweza ukajikata mwenyewe. It's long, ni ndefu and sharp, na ni kali sana. So by the time I went to, I just remember it. Nilipoikumbuka tu, I knew we can't use it for nilijua hatutaitumia kwa ajili ya kukatia katia nyama. We can use it for slaughtering. Lakini tunaweza tukaitumia kuchinjia. When I went there and I took it, nikaenda nikaichukua. You won't believe it. Huwezi kuamini. It has no sharpness. The sharpness gone, the ukali imeisha. Ule ukali umeisha kwa sababu haitumiki. It is blunt completely. Imepata kutu kabisa. Then I remember the day I got it, almost cut my finger. Nakumbuka siku nilipopewa kidogo tu nijikate kidole. So also, kwa hiyo hivyo is a gift that you have. Ni karama ulio nayo. That you are not using. Ambayo huitumii. It will become blunt. Itapata kutu. It will not be sharp anymore. Haitakuwa kana makali yake tena. You understand what I'm saying? Naelewa na the giver of the gift will not take it. Mtoa karama hachukui ya kunyang'anyi. But itaharibika ndani yako hivyo hivyo. But it will it will get spoiled inside of you like just itaharibika namna hiyo. So like that cutlass. Kama ile sime. So I said to myself, after the camp meeting, nikasema baada ya kongamano, I have to look for a way to sharpen it and make it smart. Nitaenda kuitengeneza vizuri ili niweze kuitumia. The gift that we have, karama tulizonazo au vipawa, it's not seasonal. Si vya kutumia kwa muda tu. It's not seasonal. Sio vya kutumia kwa muda fulani. It's not like a hole. Sio jembe that you use when you finish, you dump it. Ambayo utalima ukimaliza ukichoka unaitupa tu hapo. Important thing about the gift that God has given to you. Umuhimu wa karama ambazo Mungu ametupa. The more you use it, jinsi utakavyoendelea kuitumia, the more you become perfected in it. Ndivyo unaendelea kukamilika au unaenda kukua na ubora zaidi. So, man of God, tumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Bishop a big clap, hallelujah. Bishop makofi makubwa, hallelujah. Amen.